Wewe tu ndio tunayemtambua kama Mungu. Wengine wote hawana msaada kwetu ila ni wewe. Na kuomba kanitumie tu kama chombo siku hii ya leo, nikazungumuze na watoto wako na nikawapatie taarifa zako. Ukaniongoze na ukanishike mkono. Pia ukakumbuke wengine wote walio hapa, maana pia ni watoto wako. Na ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Sema amina. Amen. Msalimie aliye katika mkono wako wa kulia, mwambie karibu kwa ibada za leo. Kisha mkusalimia aliye upande wa kushoto, mwambie karibu kwenye ibada ya leo, maana ni ibada iliyo na utukufu wa Mungu. Kisha mwambie karibu, keti chini kwenye kiti cha baraka, kiti cha muujiza. Sema amen. Asante sana. At least leo mmefikisha 1.5%. It is good. You are coming up from zero. And we trust these things. Kila kitu kitaenda vile Mungu anavyotaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka kuwashukuru waimbaji, wachungaji wote wa kanisa hii na kamati husika, the board wakiongozwa na Agnes na wale wengine husika katika vikundi, vitengo mbalimbali, na watu wa kuomba, na pia hawa wa nguo nyeupe. Hey mama, umefika? Asante sana, Mungu akubariki. Thank you very much. Mungu wa mbinguni awabariki kwenye kazi ambayo unaifanya, mahali popote unaifanyia. Mungu akukumbuke. Bwana Yesu asifiwe sana. Jipigie makofi tu na uambie Mungu, nisaidie kufanya hata vizuri. Sasa ningetaka kwa habari ambayo imekuja inaitangwa breaking news, ni kwamba siku ya Jumatano, sio ilikuwa Jumatano ama Jumanne, Jumatano, tulimpoteza mmoja wetu kanisani kwa ajali ya barabarani. Anaitwa Jane Karanja. Wangapi wanajua Jane Karanja? Inua tu mkono wako juu kama unamjua. Alikuwa anapenda kukaa tu hapo kwa hiyo kiti umekalia, na alikuwa anasafiri kutoka kwake Narumoro kuja Nairobi kwa sababu ya ibada za Jumatano. Lakini alipofika pale Karatina Kiangwashe, gari ambalo walikuwa ndani niliona bump, hakuwa ameiona, akakata breki, gari ikaruka juu, ikabiringika na kafa hapo hapo. So Mama Karanja tutamzika siku ya Ijumaa, Alhamisi, on Thursday the coming week. Kutoka kesho tutamzika kule kwake Narumoro, na ibada zote zitafanywa na sisi kama kanisa. Na ninataka kusema na ni order. Sema ni order. Kila mtu ambaye kwa kanisa hii, awe mzee awe kijana, lazima tutaenda kuzika huyo mama, si ndio? Sisi zote. Kwa hivyo ningetaka hamutachanga mazishi, hamutachanga zile pesa zinachangangwa za mazishi, ati tunatoa pesa fulani kununua. Pana, hiyo kanisa itasimamia 100%. Hiyo ndio meaning ya kuwa member wa kanisa. That is why when you become a member, kuna watu tuko nao but you are not a member. When you are a member, we get their full swing. Ukiwa na harusi, full swing. Ukiwa na tatizo, full swing. Bwana Yesu asifiwe sana. Gharama zote za mazishi, za mochari, na gharama yote ile itahusika kanisa. Kanisa ile sadaka tunatoanga na vitu zingine tutatoa hapo. Kwa hivyo usiitishwe na mtu pesa za kununua saduku, za kununulia nguo ama kutengeneza. Hapana. Ile pesa utatoa. Sema ile pesa nitatoa. Ni ile gari itakubeba. Tunaelewana? Ile gari itafanya nini?
tutachukua magari kama matatu ama 4, ulipe tikiti. Kama ni kwenda ni 500 na kurudi 500, ulipe kwenda na kurudi. Tutachukua forward moja ama tuchukue mabasi kadhaa twende nayo. Kwa hivyo hakuna mshirika hata mmoja, hata wale wanajifanyaga wamekuwa busy. Siku hiyo nitaenda kuangalia, nitawahesabu kama makodoo. Nani ameingia? Gari kubwa yako hayuko. Na wewe siku yako ikifika tutakufanyia hivyo. Si ndio? Tit for tat is a fair game. Sababu watho wa muda riu haha. Kana tigo tusimame na watu wetu. Kwa sababu wakati tulikuwa tunakula vizuri pamoja na wao. Yeye ndio mwanzilishi wa Besima. Jane ndio mwanzilishi wa Besima. Ndio idea, the brain behind Besima. Hii sako yetu ni Jane. Alitusukuma, akanisukuma, sikuwa nataka. Lakini alisukuma, akanisukuma. Mpaka nikamwambia edeni basi mrejeste. Wakaenda wakarejesta na ikakuwa. Ilikuwaka kwenye maono yetu zamani, lakini sasa wakati sikujua wake ni wakati gani. Wakati ilifika, mtu alitumwa anaitwa Jane, akaambiwa kwenda weka hawa watu moto mpaka warejeste. Yeye mwenyewe single handedly alisukuma Besima mpaka ikasimama. Wanachama zaidi ya 1000, yeye alisukuma zaidi ya wanachama 700 wakaingia. Ndio kwa maana yeye ndiye alikuwa treasurer wa Besima. Katika miradi mbalimbali kanisani alikuwa namba 1. Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Hatuwezi kusema ni pigo, lakini tutasema Mungu ndiye ajuaye. Anajua hatima zetu, anajua wewe ni wa kutoka wapi mpaka wapi. Kama kazi yako imeisha, hatuwezi kusema ni nini, sababu it was beyond us. Sio ni mpaka saa hii ninashindwa, kichwa changu haijakuwa mzuri bado. Nakumbuka tukienda kwenda kutembea nyumbani, nilikaa kwa nyumba kama 2 hours. Tulikuwa tumeagana na wengine tutoke mapema, lakini nilipoamuka nilikaa tu nikaambia Mungu, niambie hajakufa. Mungu akaniambia amekufa na ni yeye amemchukua. Ilibidi nitafute watu wanibebe, kwa sababu niliona nikiendesha gari nitafanya accident. Lakini that is life. Si ndio? Kwa hivyo kila mtu ajiandikishe through Agnes. Ajiandikishe kila mtu. Agnes ndio huyo. Kila mtu ajiandikishe na tutaenda. Kama kuna kamupago ulikuwa siku hiyo ni sikukuu ya Moi. Si mnajua sikukuu ya Moi ile ilikuwa ya Moi. Ya Nyayo. Siku hiyo ndio tutaenda kumzika. Kwa hivyo I need everyone to support us. Twende tuonyeshe ishara ya kwamba tulimpenda huyu mama. Na kwa kweli alikuwa na watu walikuwa wanafanya na wao. Si ndio? Kwani tena mmekuwa si ndio? Yes. So let us show solidarity. Na ukitoa kama itasemekana, but I think when Agnes unwanyere gari ya Nyeri ne pesa gana wadi koroka 20k kana baadhi 1000. Kwa hivyo kwenda ni 1000 na kurudi ni 1000. Kwa hivyo ni 2000. Chakula nitawanunulia tukifika huko. Kwa hivyo tengeneza 2000. Satukikuitishi pesa ingine. Hiyo ingine yote we shall take care of. Hata mkikata kanisa ikikataa, mimi nitasimamia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kwa sababu huyu mama alikuwa ametoka kuzika brother yake Wednesday hiyo ingine. Akazika Wednesday na yeye akaenda. Sijui kama ni brother alimwambia dagethia ati adeika. Si mnaona hiyo ni changamoto.
Sasa unapotoa hiyo 2000, kumbuka hawa wazee wengine hawa hawana pesa, unaweka 2100, 2300, 2200 hivyo, mwende mkiongezea 200 juu, 300 juu, ndio tuende na hawa wazee, maana alipenda sana hawa wazee sana sana. Lakini pia na nyinyi mtoe. Ni mwe gwene turathi kama terete keri hau mwiyandikithie, no nginya tugathie. Naigua? Yes, lazima tuende. Na hata nyinyi wageni tutaenda ama tutaenda. Hata kama ulifutwa kazi, by that day utakuwa kazi na utakuwa na 2000. Si ndio? Muajikishe, kila mtu ajiandikishe. Uwe unazo, uwe hauna, jiandikishe. Na ukikuwa na pesa mingi, unasikia uko na mingi kama 10,000 unaweza kutoa, usaidie wengine, jiandikishe tu, tusaidiane, because we need the whole church there. Si ndio? Si ndio? Asante sana. Thank you. God bless you. Jipigie makofi tu, kwa sababu najua ya Yesu ni wewe uwezi kupiga makofi mingi ambayo Yesu anaweza kufurahi. Mnapigia kama ile mnapigia shifo. Asante sana watu wa ni baba dogo. Si Mungu awabariki kwa kukuja. Sasa mumeona nyumbani kule tulitoka? Ni kuzuri? Unaonaje? Umemake decision? Tukae hapa. Wale ambao ni youth, vijana, ningetaka kusikia maono yenu. Ningetaka tupange kitu pamoja. Mtaona huyo mzee. Mzee simama. Sasa amesema wewe si kijana. Umezeeka dadi. Wakia na yule mzee. Yes, because Ian hayuko. Ian hayuko. Mtaona huyu mzee na huyu, mtaenda kwa kona pale. We see how best we can be able to come up with a project, a program. Tusaidiane. Ni maono, ulete maono tuone tutasaidianaje. Si ndio? Kama mtu ako njaa, wacha niwaambie. Na mnakoseaga, mnasema kuna mtu ananiambia asante. Kuna mtu, mimi ni mshirika wako na nimelala njaa. Anaandika message ya kwanza, anaandika ya pili. Aki mtumishi, umesema nilale njaa? Ya pili. Anakaa kidogo. Aki, I'm going to commit suicide. Kama mimi nimefika mwisho, nisiongei na kaka. Ananiambia, aki apostle, umesema tu nilale jana. Nimuuliza, si uli commit suicide? Kwani umerudi? Nimuuliza, kwani umerudi? Ama ni mwingine tena anataka kucommit suicide. Nikamwambia sasa, kufa kwanza, nitakuja mazishi. Kwa sababu huwezi kuanza kunitishia ati utaenda utataka kujinyoga. Si ujinyoge, kwani shiko ni yangu. Jinyoge. Bwana asifiwe sana. Kuja utuulizane. Si kuja kulia njaa. Tunajua watu wengi wako njaa. We are not supposed to come and cry tubo. Kuja uniambie niko na ka project na nataka kufanya hii. Kwa sababu nikikupatia 100 leo na kesho, sasa umenibadilisha, nimekuwa mwanasiasa. Mimi nilikuwa mwanasiasa na nilikuwa napatiana handout ya 50. So you want me to take me back there? No, hiyo tuachie Gachagua na nani? Na Ruto na nani mwingine? Na kina Kajwang na wengine hao wafanye. We are beyond that. We are of the kingdom of heaven. Kama sasa naona mmepupaswa na Gachagua. Kila mtu focus yake yote iko kwa Gachagua, lakini nyinyi wote ni wajinga. Do you know what is happening? Wanabadilisha, Senate inabadilisha katiba, inatoa 5 year term, inapeleka 7 year term. Mnajua hiyo? Mnajua? Mmepitishwa. Sasa mlikuwa mnalaliwa makaratasi ya Gachagua ati ni ya maono. Ingine imeandikwa na hamjauliswa na imepelekwa kwa Senate. Na ishaipelekwa na imepita. Sasa Ruto atatutawala hii 5 na ingine 7. Mnanielewa? Atatutawala 5 na ingine ngapi? 7. Sasa mnasema hapana na ishapita. Ni mradi ndio kwa Gachagua dawa die, Gachagua wito, si Gachagua issue. Ni hiyo wanataka. Hii ni ya nyinyi mpige kelele na wao wakifanya kazi. Siku mtaelewa hawa watu ni wa shetani, ndio mtakuja kuelewa vizuri. Wanasiasa, I was there. Walinipatia pesa niende nikapiga ya Gwambo hapa.
hapa Kibera. Nikababaisha Gwabo mpaka katoroka. Wakati nimefukuza Gwabo ameenda, waliniambia sasa wewe unajua unakuaga mkora. Waliniweka ndani miaka 3. Wakaniambia mimi ni mkora, nimesababisha vita kule Kibera. Na wao ndio walikuwa wameniambia tufukuzie nani? Huyu mzee. Wakati waliona mzee amekisa baridi, wakamwambia sasa kuja tukodolee hiyo kijana, kaa hapa. Fanya hii na hii na hii. Akakubali. Kijana niliwekwa ndani. Nilikaa miaka ngapi? 3. Na ni wao walinituma. Sasa nyinyi hapa mnapiga kelele sijui Gachagua waende kufa makanga kufa dereva, kufa makanga kufa dereva. Makanga na dereva ni kitu moja, wanakulaga pamoja, wanaendesha magari na bendera za Kenya. Umesikia gari za Gachagua zimeondolewa? Umesikia pikipiki za Gachagua zimeondolewa? Si anasema Ruto ni mwizi? Mbona pikipiki yake haijaondolewa? Sasa wewe fikiria, miaka 7 imeongezwa. Sasa Ruto ataenda 12 years. Hapo kusema tajikwenda atue. Mwambie mwenzako atafuta Mungu. Mungu peke yake. Wakati nilijua ya kwamba ni Mungu peke yake, nilipukusa ujinga. Na wakati nilipukusa ujinga, hata uzee ilipukuka. Si unaona siku hizi mimi ni kijana? Si mimi I'm still young. Saa hizi ningekuwa nimezeeka. Angalia Ruto hana nywele kwa kichwa. Imeng'oka yote. Angalia Gachagua, juzi tulimchagua akiwa young man. Gachagua mpaka saa hizi anatembea nini? Miguu imeenda hivi, imeenda na basho. Anasema usiguze mlima. Naye Ruto ukiangalia kichwa imekaa kama hii yangu. Mimi nikonyoa nimenyoa. Sasa imekaa kama nini yake si kunyoa. Inaanguka peke yake. Stress. Kwa Yesu ndio mambo yote. Sema kwa Yesu ndio mambo yote. Yes, nilikuwa nimesahau. Na mtu wako na gari. Kama you have a personal car. Please, siku hiyo ya mazishi tuende. Si ndio? Chukua watu 2 3 weka hapo, wapie weka mafuta. Tuweke chaga, lete pesa, tuchage mafuta. Kwa hivyo kama you have a personal car, register. Register, si ndio? Register useme niko na personal car, nitahitaji watu 3, nitahitaji watu 4, ndio tu hiyo gari yako. Hawa watu tusaidiane tuweke mafuta tuende. Tukienda kama msafara kazuri. Si hata sisi tutaonekana tuko na akili. Si wataona ni sisi ni kama Marigiji, ni kama nani? Si ndio? Na Mungu awajali, na yule mtu atakuwa na gari ya anipatie lift. Nitaomba lift siku hiyo. Si ndio? Hivyo ukiwa na kagari unikumbuke hata mimi naomba lift. Kana tigo. Ona ile ndo haho ya lift. Ni ado no ya ndo di magoro taidwe. Tadaga goikoye tetera mbere. Sigo na mzee kwenu ni wapi? Kwenu ni wapi mzee? Haya ni watu wa Murang'a. Wakire magoro we. Asante sana. Thank you very much. Let love lead. Sema let love. Upendo uwe ndio mwongozo wa maisha yetu. Sema mwongozo. Tupate kitabu cha 1 Corinthians 13 chapter 4 verse 4 and 5. Tunaenda very fast maana tuko na taka tumalize saa 7 kamili tuende kwa kiwanja. Tena tunaenda sisi wote kwa Jana ilikuwa mzuri sana. Wadi kwa mthe? Asha, no. Wewe, niki wewe. Hapana, ende ukae chini. Na kanitha mane korogona na maundu maingi hapana. No kanitha. Thank you, thank you, Vafaito. Dikwendaga godawi kana giceraga nigetha ngakugeithia. Gacera uguo gathii ukahora uguo ngakugeithia. Oh yeah.
Natibara. Thank you Fafa. Mafuta. Okay. Diwoe. Oya. Nego ndahera. Juu. Asante sana. Hujakosea. Kama nimekosa unisamehe. Hujakosea. Tukienda vikundi sisi zote tunajua vikundi haitaboeka. Tuombe Mungu atusaidie sisi wote tuende vikundi haki. Haitaboeka, tutakuwa busy, tutakuwa tunacheka kila siku. Bwana asifiwe sana. Asante mzee. Let love lead. The 1 Corinthians. Love is patient. Ungetupatia Kiswahili. Tupatie Kiswahili ndio mzee pia asikie, maana amefanya kazi mzuri. Asante baba. Asante, Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Yes. Upendo huvumilia. Upendo hufadhili. Upendo huoni wivu. Hauna majivuno, hauna kiburi. Kweli. Pigia mzee makofi. Haleluya. Yaani upendo huvumilia. Lazima tuwe wavumilifu kwa wale watu wengine. Lazima tuwapende. Lazima tuishi katika njia ambayo Mungu anatupenda. Maana alitoa mwanae wa kipekee kwa ajili ya dhambi zetu. Akamtoa mwana, akafa kwenye msalabani because of our sin. Upendo uvumilia. Love is patient. You might be right, I might be wrong. Lakini niwe mvumilivu kwako. Naweza kuwa I have offended you. I have created something that does not make you happy. Don't overreact. Don't fight that person. Don't kill that person. It is just ni kama kosa kametokea. Na hako kama kosa kametokea hakamaanishi sasa wewe umekuwa mtoto wa shetani. Tuvumilie tu. Nchi ni yetu. Dunia ni yetu. Sisi ni watoto wa Mungu. Be patient. Tuvumilie. Wait upon the word of God. Wait upon the blessings of God. Tungoje. Tuvumiliane. Upendo unafadhili. Bwana Yesu asifiwe sana. Upendo unafadhili. Una neema. It gives hope. Ukampenda mtu, anasikia ya kwamba ni ako na hope in life. Ako na future. Kuna mtu alikuwa amefika mwisho. Amefika kiwango cha kuona ni kama hastahili kuishi dunia hii. Alifika na kama kaona watu wote wamemuacha. Hana pa kuenda, hana pa kurudi, hana pa kukaa. Anaishi dunia hii kama mtu aliyejawa na upweke. Upendo unabadilisha. Upendo unakubadilishia majina. Upendo unabadilisha jinsi unavyoishi. Upendo unabadilisha sura yako. Sura iliyokuwa mbovu, iliyokuwa imekunjana, iliyokuwa imekosa nia, iliyokuwa imekosa hope, iliyokuwa imekosa mwelekeo, sura ile inakunjuka. Maana kuna upendo. Kuna mtu alinipenda. Kuna mtu alinipatia mkono wake wa baraka. Kuna mtu alishika mkono. Kuna mtu alisema unastahili kuishi. Upendo ule akakunyoshea mkono, akakwambia hautakufa. Hautakufa, utapata chakula. Hautakufa, utapata kitu cha kushika mkono. Hautakufa, utapata mtu atakaye kutembea na wewe. Wakati mlikuja hapa, mlikuja wakati watu waliwaona ni kama nyinyi ni wachafu. Watu waliwaona nyinyi ni kama hamfai. Watu waliona nyinyi ni watu wazee. Watu wazee wanakuja kufanya nini kanisani? Lakini mlipoingia hapa mkapata watoto wanakowapenda. Watoto wakawanunulia chakula. Watoto wakawanunulia mavazi. Watoto wakawapatia fare ya kwenda mahali popote mnaenda. Upendo ule ukawaregesha. Mimi nilikuwa nimeona tushosho tumezeeka.
tushosho ambazo tulikuwa tumezeeka, sura imekuwa baya baya, lakini upendo ulipokuja nikaona ni washosho wazuri, watu waliojawa na upendo. Angalia huyu sasa, sura imekuwa mpaka ameweka wigi, na alikuwa ameweka kitambaa mpaka kichwa inakaa ni kama imewekelewa kigunia. But when love came, when the Lord came, wakati alipata mtu wa huruma, mtu wa kumpenda, mtu wa kumwonyesha ya kwamba wewe pia ni binadamu kama mimi. Love breaks boundaries. Love breaks limitations. Love breaks all anything ambazo walikupangia utakufa, walikupangia utaisha, walikupangia hauna chochote, hauna mwelekeo. Lakini wakati upendo ulikuja, ukapenya katikati yako, ukapenya katikati ya familia, ukapenya kwenye kazi yako, ukapenya kwenye mazingira, mambo yote yalibadilika. Walisema umefika mwisho, but when love came, your life changed. Mwambie mwenzako, mpende. Mwambie nipende tu. Haijalishi, nipende tu. Sura unaoniona nayo sio sura yangu. Mwambie hivyo. Sura unaoniona nayo sio sura yangu. Ni umaskini. Nipende tu because ni leo. It is only today. Tomorrow I will be driving a nice car. Tomorrow I will be owning a house. Tomorrow nitakuwa employed. Tomorrow nitakuwa na biashara yangu. Tomorrow nitakuwa na mazingira mazuri. Mimi ambao unaniona leo, kesho nitakuwa mtu mwingine. Kesho nitakuwa mtu aliyebarikiwa. Maana aliyenitengeneza, aliyeniumba kule mbinguni, alikuwa na kusudi nzuri kwangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Let love lead. Upendo. Tupendane. Maana kila mtu ako na weaknesses zake. Kila mtu ako na jambo ambalo linamsumbua moyoni. Kila mtu ako na kitu ambacho kimemwekea mipaka katika maisha yake. Katika huo mpaka ndio unaokuzuia kufika pale unahitaji mkono wa mtu mwingine. Maana hicho ambacho kinakuzuia, ukuta wa Jericho unaokuzuia, mipango waliokupangia imekuzuia, nia ambazo walikufanya zimekuzuia, kwa sababu haujapata mtu wa kukushika mkono, hujapata mtu wa kukupeleka kwenye level hiyo nyingine. Ndio kwa maana ukakuja naye Yesu akafa msalabani, akawa atakushika mkono, akupeleke kwenye baraka zako, akupeleke kule unaenda kuinuliwa, akupeleke kule unaenda kubarikiwa, anakupeleka kule unaenda kusamehewa dhambi zako. Ndio kwa maana akaenda kwa msalaba, akatundikwa msalabani kwa ajili ya mimi na wewe tuliojawa na ukumbavu wa umaskini, ukumbavu wa dhambi. Kisha yule atakaye muamini kwa ajili ya upendo wake tunafunguliwa. Mwambie mwenzako, nimefunguliwa. Sitaishi kwenye umaskini tena. Sitaishi kwenye mateso tena. Sitaishi kwenye kigugumizi tena. My God is faithful. My God is very faithful. Upendo unavumilia. Mwambie mwenzako, ni upendo unavumilia. Haijalishi what you are going through. Haijalishi who is supporting you. Haijalishi who is on your side. Haijalishi who is not on your side. Haijalishi unatumia nini sasa. Haijalishi kama una kitu ama hauna kitu. Upendo wa Yesu umetutosha. Upendo wa Yesu umetutosha. Upendo wa Yesu unavunja milango. Upendo wa Yesu unavunja kuta. Upendo wa Yesu unavunja every barrier. Upendo wa Yesu unabadilisha mioyo iliyo migumu, mioyo iliyo ya mawe inabadilika, inakuwa mioyo ya nyama, mioyo ya baraka za Mungu. Wow! Upendo unaleta fadhili. Upendo hauoni wivu. Eti kwa sababu umebarikiwa ninakuwa na wivu na wewe. Nikiwa na upendo wa Yesu ninaona mkono wa Bwana kwa baraka zako. Nikiwa na upendo wa Yesu ninaona kubarikiwa kwako ni kubarikiwa kwangu. Ukiwa na upendo wa Yesu ninaona baraka ambazo umezipata leo sio zako, ni baraka zangu pia. Nikiwa na upendo wa Yesu nina kitu ambacho ni changu, lakini si changu, ni chetu. Maana this has been given to us. This has been given to us as a special gift.
tumepatiwa upendo huu. Hauna wivu. Eti kwa sababu umenunua kanguo kazuri sitaongea na wewe. Ukinunua kanguo kazuri najua ni leo kwa sababu ulikuwa number 1, mimi niko number 2. Failo yangu pia inakuja. Maana huyu aliyekupatia yuko tayari kunipatia pia. Kwa hivyo ninaona huyo Mungu yuko katika maisha yangu. Huyo Mungu wako na baraka kwangu. Huyo Mungu wako na msamaha wa dhambi zangu. Love, let love lead. In your worshiping God, let the love of God lead. When you are fellowshipping in a church like this one, let the love of God. Ukiwa kuna mtu anafanya kitu, kitengo fulani kanisani, msaidie kitengo kile kikue. Wacha kumpiga. Ukakuta watu wanaomba, wasaidie kwenye maombezi yao. Ukikuta watu wanaimba, wasaidie kwenye uimbaji wao. Ukikuta mtu anafagia, mwambie wacha pia na mimi nikusaidie katika kufagia. That is what we call love. When we have love in a church like this one, nothing can stop us from becoming. When there is love, there is power of God. Where there is love, there is an authority of God. Where there is love, there is breakthrough. Where there is love, there is finances. Where there is love, there is job. Where there is love, there is success. Where there is love, there is hope. Palipo na mapenzi ya Mungu, there is hope. Palipo na upendo, devil, shetani hawezi kupenya. The devil, shetani hawezi kupenya watu waliopendana. Hawezi kupenya mahali upendo upo. Shetani hana moto wa kupenya, hana uwezo wa kupenya, hana nguvu hata kidogo ya kupenya. Watu wanafaulu kwa sababu ya upendo. Hawezi kuinukia watu ama kuinukia mtu ukatarajia baraka kutoka mbinguni. Hawezi kumsengenya wala kumpiga mtu mahali popote anapofanya kazi yake na utarajie Mungu atakubariki. Why are Christians poor? Christians we are poor because we don't value love. Kila wakati uko na adui. Badala ukuwe na adui na shetani, uko na adui na binadamu. And that is why you are serving the devil. That is why you become a devil worshipper. Kwa sababu instead of loving the people of God, instead of walking according to the people of God and instructions of God, we are harboring hatred. Tunaeneza chuki, tunaeneza kitu ambacho hakieleweki. Mara tuamsengenya yule, mara tuampiga yule, mara tuamwangusha mwingine, wakati mwingine tunakaa kwenye vikao vya kuangusha watu wa Mungu. Tunakaa kwenye vikao vya kuharibia familia, ndoa ya mtu. Tunakaa kwenye vikao vya kupanga jinsi kazi ya Mungu, kazi ya mtu itaanguka. Tunakaa kwenye vikao jinsi ndoa ya mtu itavurugika. Eti sisi tunaitwa watu wa Mungu. Haijalishi. Upendo hauoni wivu. Kama ukasikia ndani yako kuna kawivu hata kadogo, hauna upendo. Kama ungekuwa na upendo, ndani yako hapata kuwa. Hawezi. You don't have room. Hauna room ya wivu. There is no room. There is no space. Mahali utajawa na roho ambayo inachukia watu ambao wametengenezwa na Mungu, watu ambao ni Mungu aliwaleta duniani. Eti wewe unamchukia, eti wewe unapigana na yeye, eti wewe unamuona, unamudhalilisha. Upendo mahali popote Mungu hapo na upendo wake upo, na bahali Mungu yupo pia upendo upo, na bahali kuna upendo Mungu yupo, na kumaanisha hakuna kitu ambacho kinaweza kuingia na kuharibu kazi ya Mungu. Na kama ukasikia kuliigia wivu, ni kumaanisha kuliigia shetani, na kumaanisha mmoja wenu nyinyi wawili ama mmoja kunaye anaabudu shetani. Mtu myote mwenye ako na wivu anaabudu shetani. Maana upendo ni Mungu. God is love and love is God. So meaning when the absence of love, it is the hate. Hate comes from who? The devil himself.
Mimi kama hauna upendo kwa kila mtu, wewe ni mwabudu wa shetani, na wewe hakuna mahali unaenda. And there will be no breakthrough in your life. There will be no breakthrough. Hautapata upenyo katika biashara, upenyo katika familia, upenyo katika huduma, upenyo katika uimbaji wako, upenyo katika kazi zako. Hautapata kibali, hautapata kibali. Mwambie mwenzako hautapata kibali. Utatafuta kazi haupati, utatafuta ndoa haupati, utatafuta pesa hautapata. Utaendelea kuishi kwenye umaskini wa fikira zako, umaskini wa ubongo, umaskini wa mwili, umaskini wa matembezi yako. You are walking, people think you are rich, but you are poor in your heart. Na ndio imesababisha watu wengi hawaishi. Unaona watu wanakaa tu, wamekaa wakiomba, worshiping God. Tumeomba mpaka tumechoka, no answer. Hakuna majibu kutoka mbinguni. Kwa nini? Kwa sababu hauna upendo. Hauna upendo. When you are praying to God, unamuomba jambo na moyo wako umejaa chuki ya huyu, Mungu hakuonangi kama mtu mzuri, anakuonanga kama mfuasi wa shetani. Sasa Mungu anashindwa, mimi nichukue vitu zangu nipeleke kwa mfuasi ambaye ananipiga. Others here we are poor. Tuko katika janga la umaskini, sio kwa sababu tunastahili, lakini kwa sababu hatuna pendo la Mungu. Mahali popote hapana pendo la Mungu, basi na wewe hauna maridhio ya Mungu. Hauna baraka utapata. Hauna baraka hata siku moja. Make as possible uishi katika maisha ya kuwapenda watu wote, walio nazo, wasio nazo, walio wazuri, wasio wazuri, walio wa kabila lako, wasio wa kabila lako, walio wa nchi yako, wasio wa nchi yako, walio wa kitengo chako, wasio wa kitengo chako, walio wa klasi yako, wasio wa klasi yako. All these people, they are human beings. They are created by God. Walitengenezwa, waliumbwa na Mungu. Mungu alitusawazisha sisi zote. Juzi nilikuwa na imagine. Si kuimagine vizuri, ni kuimagine, yani imagination yangu haikuja ile mzuri, ilikuja mbaya baya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nikajiuliza swali, si Ruto ni president? Si ndio? Si Ruto ni president? Si Gachagua ni deputy? Si ndio? Ni watu wakubwa. Watu wanalindwa na polisi, watu wanaendeshwa na magari makubwa makubwa ya serikali. Na hapo nikaangalia, kuna watu wanaishi baba dogo, si ndio? Wengine wanaishi Mukuru, wengine wanaishi Kayole. Hello. Na sisi yote, si tunakulaga chakula. Ruto akulagi chakula. Si anakunywaga maji. Anasikiaga kiu kama wewe, na anasikiaga njaa kama wewe. Na akisha kukula, anaendaga wapi? Anaendaga kama wewe. The same. Kwa hivyo sisi zote we are equal before the eyes of God. Hicho kitu kilinifundisha lesson kubwa. Mungu akikubariki, bariki wale wengine. Mungu akikubariki, bariki wale wengine. Wacha kujifanya wewe unastahili, ni mkubwa. Maana me and you, we are living the same life. Mimi na wewe tunaenda choo pamoja. Mimi na wewe tunasikiaga njaa pamoja. Mimi na wewe tunasikiaga kiu ya maji pamoja. Mimi na wewe we eat the same food. Hakuna mtu anakula chakula ambayo imetoka kwa mwezi ama imetoka kwa nyota. Mbaya, chakula ni moja. Kama ni mchele ni pishori, kama ni spesimati ni mchele. Yote ikiingia State House inakujanga kwa supermarket. Nilikutana na mzee mmoja rafiki yangu hapa anafanyaga kule State House. Tulikutana na yeye Quickmart nikifanya shopping, nikamuuliza hii shopping nayo unafanya ni ya nini? Akaniambia nimetumwa nikuje ninunue mchele. Mchele gani? Akaniambia ni pishori. Nikamuuliza unapeleka wapi? Akaniambia napeleka State House. Nikamuuliza State House? Nani atakula? Sinia mkubwa ameagiza kwanza pishori. Nikamuuliza sasa mimi nanunua pishori, kwa hivyo nirudishe hii, si nitashikwa? Nikijipata niko na pishori, si nitashikwa? Akaniuliza kwa nini? Si ni
kama unapelekea president hii, na mimi nikikutwa kwetu nyumbani nikikula chakula ile president anakula, na president si mtu wa kawaida, wewe unaonaje? Akaniambia anakulaga na huko kwake kuna choo. Nikamuuliza president, akaniambia ndio. President wa Kenya? Nikamuuliza sasa hata Obama? Akaniambia ndio. Nikamuuliza kwa hivyo tunakuwa kitu moja? Akaniambia ndio. Si mimi ndio nakaragaga chakula, naweka kitunguu kama hilo nawekaga kwako. Akaniambia hata natengenezaga chakula kwangu mzuri hata kuliko kwake. Maana ile vitu ataniambia nichanganye. Naona hii haifai, lakini kwa sababu ni mkubwa namwambia yes saa namtengenezea. Lakini nikifika kwako kwa sababu niko na umuamuzi natengeneza mzuri kuliko ya kwake. Hiyo lesson ilinifundisha kitu kikubwa sana. Ilinifundisha ya kwamba we are all equal in the eyes of God. We are all equal. Nobody is so important. Nobody is so special. Hakuna mtu ako na ngazi ya juu kuliko wale wengine. Sisi wote ni watumishi wa Mungu. Sisi wote ni watoto wa Mungu. Sisi wote ni binadamu na tunastahili kuishi maisha ambayo Mungu anayapenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Upendo hauna majifuno. Mtu mwenye ako na upendo hata uwezi jua kama ako na pesa. Mtu mwenye ako na upendo hata uwezi jua kama anaendesha gari. Mtu mwenye ako na upendo hata unaweza pita kwake anakupitisha na kwambia twende tukatembee kwa mtu kube ni kwake. Akifika huko ameambia watu msiseme ni kwangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu mwenye ako na upendo nakuta anapeana vitu, anapeana shilingi milioni 1 na anasema usiseme nimetoa. Kuna mtu alituletea uga hapa karibu lori mzima siku moja, na akaniambia usijaribu kunitaja mahali, sitaki kujulikana. Nikamuuliza kwa nini? Na si tutakase ndio hata watu wajue wewe ndio umetoa. Akasema sitaki watu wajue, nataka Mungu ajue. Na tushaongea na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaniambia sitaki watu wajue nimetoa. Yule mtu nataka ajue nimetoa ni Mungu, maana kile nimekitoa sio changu, ni chake. Sasa unaliga na mali na sio yako, ni ya Mungu. Siku ya kuondoa hiyo kitu yako ni siku moja tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwadhani ya gosho. Haleluya. Haleluya. Ati haina wivu upendo. When uko na upendo utakaa maisha simple. Sema simple. Hata watu hawatajua, watashtukia ulishafika. Wanauliza, unakuta wanakuuliza mkubwa umemwacha wapi? Unaambia anakuja. Ukua mwenyekiti unakwambia basi kaa pale kwa madereva, unakaa huko. Unaambiwa kaa kwa hiyo kanyumba kama dereva. Sasa yule mkubwa ambaye ulikuwa unakuja kumuona anakuja na uliza fulani amefika? Hapana, lakini driver yake amefika. Alafu anaenda kuangalia driver. Sasa kwa sababu masaa imeenda sana, hebu tuulize driver huyo ako wapi? Anakuja kuingia na kuta, haya ulikuja hapa? Niliambiwa nikae hapa. Wewe uliweka mkubwa hapa. Mimi nilifikiria ni driver. Hata venye alikuja kama amenyenyekea kama driver. Sasa sisi tulimweka kwa driver. Oh my God. Anakuja kujua kumbe ndio mkubwa wa kampuni hiyo. Unaona washimani anapiga masaruti anasema yes sir, yes sir. Maana hana majivuno, hana taki kujionyeshana, because all this that we have is vanity. Hiyo kitu utalingia watu ukanyage. Niliona Wajaruo wengine hapa jamani, ni mtajiri mkubwa sana juzi. Rafiki yangu alikufa wakampeleka huko. Mimi nilishangaa, nikashindwa hawa Wajaruo hawana akili mzuri. Nikauliza kwa nini? Mbona mnaweka mtu huyu juu ya matatu huko juu? Wakaniambia hiyo ndio desturi yetu. Na mbona mmefuga saduki yake na karatasi ya nylon? Wakasabia hivyo lazima tumbebee huko juu, na hiyo naona hapo ni matresi yake, na hiyo ni vitu twake, anabebwa na vitu twake tunapeleka.
Na huyo jamaa ameacha Mercedes 6 kwa compound. Huyo jamaa ameacha nyumba Runda, lakini alibebwa na carrier kama mzigo. Nikashitwa, sasa mnamwekelea. Wakaniambia mtu akikufa hivyo kwetu ndivyo tunafanyaka. Juzi tu nilikuwa Mombasa nikakutana na huyu mwenye Mombasa what? Cement. Ni Mombasa Cement. Mombasa Cement. Mlimuona ameekelewa kwa troli. Amezungushwa Mombasa mzima. Amekaa chini, lakini hawani cement. Alipitishwa huko barabarani. Kisha kitu kingine walifanya baya. Mpaka nikasema Mungu aone. Mungu aone. Walimpeleka wakamwekelea juu ya kuni. Mpaka akisha kuni, mzee akachomeka kama wanaangalia. Watu wengine walikuwa tunakula vigiji. Wakiangalia nikasikia wengine kumbe ni matumbo inarusha juu ikichomeka. Mombasa tycoon, mtu ni billionaire, wanaweka ndani ya kuni anachomeka. Kumbe maliko yetu hakuna mahali inatupeleka. Kumbe hakuna mahali tunaenda. We are just material ya kuchomwa. We are just material. Tycoon, hakuna hata shilingi yake 11 iliwekwa hapo imchome. Walienda kununua kuni kule Kariakoo, wamchome, wakamumwagilia mafuta, ile mafuta ya nini? Inakoga mafuta ya nini? Si wanaitanga si taa si what. Wakamumwagilia akachomeka. Sasa wako kule, wengine wanapiga story pale, wengine wanapiga story pale. Unamsaidia kuchomeka na hakuna mtu anamsaidia sichomeke. Sasa imagine alichomeka mpaka akakuwa jivu, wakamchota wakamweka kwa kachupa. Kai. Sio ni madhara waki? Walimweka akatoshea kwa kachupa. Alafu mama akaambiwa chukua jivu kwa kachupa. Mwewe kumbe unaweza kutoshea kachupa. Yaani kwa tuete ile. Ule hata uachaki tulale. Ni maringo kutembea hivi. Maana ulipata tu shilingi 200 kwa shabiki kule, ulikula shabiki. Hautaki tulale, lakini kwa wakati wa kuchoma utatoshea kachupa. Imagine kachupa. Mama akapatiwa kachupa kajivu. Alichotewa na kijiko ya ile ya kukula chai. Shikae kwa hivi, kae kwa hivi. Akaambiwa mzee wako ndio huyu. Mzee akatoshea kwa kachupa, akaambiwa enda naye. Mama naye akabeba hiyo jivu, akapeleka Indian Ocean, akamwaga huko, akamwambia mzee rudi India. Bwana asifiwe sana. Let love lead in whatever you do, in whatever you are, whatever the capacity, let love lead. Upendo hauna majivuno, na upendo hauna kiburi, hauna hata kidogo. Unaishi kwenye mazingira ya kunyenyekea. Mtu yote atakaye kuja na kuuliza, kuna mama mwingine juzi alinipata pale, nilikuwa nimevaa tracksuit ya buraki, nilikuwa nimekaa, kaniuliza ninataka kuona apostle. Nikamwambia apostle hajafika, lakini utaenda umngojee pale. Akaenda akakaa na mimi, nikapiga stories zangu, nikaingia huko ndani, nikakaa tena nikarudi. Akaniuliza apostle ndali Arakinya? Nikamwambia bado, mpatie kitu 1 hour atakuwa amefika. Akakaa 1 hour. Watu anaona watu wakiingia, akamwambia nini si resident pastor huko. Mimi ndio resident pastor, lakini apostle atakuja. Akaniambia sitaki kuonana na resident pastor. Nataka kuonana na nani? Na apostle, ndio amebeba neno langu. Sasa watu walikuja, wakaingia, wanakuja kuona resident pastor, wakaingia. Anaongojea apostle, anakuja anauliza, apostle ndali Arakinya? Bado ajira mushamani na niye gukathutha 1 hour, atakuja 1 hour na kitu 30 minutes. Si umpigie simu. Nikachukua simu. Hello apostle, niroka 1 hour. Haha hena mudogo, kuna mtu anakugojea. Ati nimwambie 1 hour. Si umesikia venye amesema? Nikaona ameamka pale rima shandala boseria. Sasa ana command apostle, hiyo mkutano ako ndani ikatike. Jamaa alikaa hapo, watu wakaniona, wakamaliza kuniona. Kisha baada ya wao kumaliza kuona, nikamwambia sasa bado unaongojea apostle? Akaniambia ndio. Nikamwambia basi mimi ndio apostle. No, mbona huku niambia hivyo kitabu?
Nikamwambia ni kiburi uko nayo. Kwa sababu ya tracksuit. Kwani tracksuit inamaanisha nini? Juu nilikuwa nimevaa tracksuit ambayo haina sura mzuri. Na apostle anavaa kudress like a king. Hata kutembea na tembea ni kama amewekwa spring kwa miguu. Maana huyo ndio apostle na mabodyguard. Najua karibu niwekwe ujaruo ndani yangu na mabodyguard. Nikienda bodyguard moja pale wamevaa glasses za black. Mtumishi wa Mungu anachugwa. Sasa mtumishi wa Mungu anachugwa, kwani mtumishi wa Mungu ako na maadui. Unachuga mtumishi wa Mungu ako na maadui gani? Mtumishi wa Mungu anachugwa na watu wako na buduki hapa kwa matako. Sasa wanakuja hivi na mafasa. Ukienda kukaribia mtumishi wa Mungu, mtumishi Mungu wewe ni mtumishi wa Mungu, unachugwa kwa nini? Ulitoa wapi maadui? Na huyo Mungu anasema niko chini ya mwamba juu yangu. Yesu nifiche, niko chini ya mwamba. Mwambie adui zangu niko chini ya mwamba. Yesu nifiche, niko chini. Kama niko chini ya mwamba, Yesu amenificha. Mabodyguard ni wanini nataka? Ninahitaji msaidizi mmoja wa kuniambia chika, kunibebea tumaji, wa kunibebea Biblia, lakini si mtu wa kunilinda. Mungu yuko wa kunilinda, maana niko chini ya mwamba. I believe I should be an example. Mimi nafaa kuwa example kwako. When you are with God, enemies cannot touch you. No weapon formed against me that shall prosper. If that is written because of me, I need not worry, because if there is no weapon fashioned against me that will prosper, will go against me, then I am sure sina adui. The Bible has confirmed to me that no weapon fashioned against you. No weapon. Wamepanga. Ni kumaanisha silaha zimepangwa. Ni kumaanisha wapangaji wako walio na mipango wapo na watakuwepo. That is why the Bible was written, no weapon fashioned against you. Meaning they are there. But God will reveal himself through you and tell them, no weapon that can be able to destroy this man of God. No weapon. Don't worry, no weapon. Jesus never had a bodyguard. What did he? He had disciples. Ama alikuwa na bodyguard? Yesu hakuwa. Wacha nikwambie, kama Yesu akikuja na nitamtafuta na basimu ya Yesu, nimwambie asikuja, kama anakuja asipitie Kenya. Kwa sababu wale watamumaliza ni mapasta. Maana huyo jamaa atakuja na akara na kiguo kirefu kimefika huko. Aanze kupita hapa, apite hapa kwa Manyuro, abie Manyuro mimi ndio Yesu. Manyuro atanyanyua yeye, mabodyguard wa Manyuro, Manyuro watanyanyua yeye. Aende hapa kwa baba yangu hapa, James Maina Nganga. Kai, mwele wewe toa matuta hapa. Wewe ni nani? Ati wewe ni nani? Yesu, wa wapi? Wa Nazareth. Wewe umekaa hivi, wewe ni wewe. Atamwambia wewe ni Yesu Bonoko. Bwana asifiwe sana. Aende apatane na bishop ambaye ni bishop aliye na Ujaluo ndani yake, ama aliye na Ukikuyu ndani yake, ama aliye na Ukamba ndani yake. Anahitaji ulinzi, anahitaji watu wamtambue ati yeye ndiyo bishop. Wacha nikwambia, wanawekaga baka ile kangoro ka huko bere. Mfungue barabara, maana mtumishi wa Mungu amewasili. Na watu wote wanawekwa kado. Mnakuja kushangilia mtumishi, mafuta imefika. Kaka unakuza ting. Barabara inatengenezeka. Na mtu amevaa glass ya black. Mtumishi gani huyo? Mtumishi mgani huyo ambaye haonyeshani jinsi Yesu alikuwa? Jesus was simple. Jesus alikuwa anakuja kwa mama kama huyu, anaingia anaitisha kauji anakunywa. Anatoka hapo anaenda mguu, anaenda huko kwingine. Anatoka hapo anaenda kule kwingine, na gospel yake mpaka leo ndio inatamaki. Ndio inatamaraki. Gospel yake ndio imeshinda, bila magari, bila manyumba, bila mapesa, bila kitu. The gospel of Jesus Christ ndio hiyo imenawiri, ndio iko kila dunia na imetajirisha watu. Just be simple.
I was privileged. Nikiwa kijana mdogo nilikutana na Mama Teresa wakati alikuwa amefika Kenya. Mama Teresa alikuwa mtu simple. Mpaka saa hii hakuna mtu amewahi kufika level ya Mama Teresa duniani. Lakini that woman was just an ordinary woman. Kamama tu kamekaa kalikuwa kanachuchumaa hivi. Kamama tu kanakaa hivi. Lakini kalikomandi dunia. Kamama kale upendo kaliokuwa nao, wakupenda mayatima, wakupenda watu wa nchi, wakupenda kila mtu, wakupenda machokora, wakupenda viongozi, wakupenda kila kitu. Ako kamama na kuchuchumaa kwake. Dunia ilisimama kwa sababu yake. Dunia mahali popote kalienda, dunia carpet, red carpet ziliwekwa. Nda hakakuwa na bodyguard, kalikuwa na mtu tu wa kumebebea handbag na kahadi kachifu. Na hiyo misalaba yake ameweka huko na huko na huko. Wachana na misalaba hiyo ni yake. Alikuwa amevuka huko na huko na huko. Na ingine amehangi huko. Mingi ilikuwa inamchokesa, lakini yeye alicommand dunia mzima. Mpaka sasa hakujapatikana mwanamke mwingine aliye na uwezo wa kushawishi, kuleta ushawishi mkubwa. Watu walikula chakula kwa sababu yake, watoto walisoma kwa sababu yake, mahospitali ilijengwa kwa sababu yake. Kamama tu kaidia, kalikuwa tu kamama tu. Simple. Simplicity is Christianity. Be a simple. Just be simple. Live a simple life. Don't uplift yourself to another level. Wacha kwa sababu umepata kama daraka kadogo, unapanda unakanyagia watu mavichwa huko, unapitia huko, unapita huko ni kama robot inapita. Hiyo kule biguni haijulikani. Julikani nasema, Yesu alisema aliye mkubwa kule biguni ni yule ametoshana katoto kadogo. Christianity is simplicity. Just be simple. Live a simple life. Live that life you are living, my brother. Na kijinsi yako usikuje kuambiwa ati watu wasiendage kanisa na jeans. Mwambie si jeans inasoma. Ni hapa. Mungu anaangalia wapi? Hapa. Nakita kuligida unaenda kwenda kanisa nasema ukiona mtu amevaa jeans ni mkora. Mwambie mkora ni wewe. Mwambie mkora ni nani? Ni wewe. Yesu wetu si mkora. John 4:19. Mwambie Yesu wetu si mkora. Yesu yetu ni mzuri na Yesu yetu anapendeza. Ukaishi katika maisha simple, ukaishi maisha ya kumpenda kila mtu, ukaishi maisha ya kuona kila mtu ako na value mbele yako, ako na upendo, ako na value kwa kila kitu. It doesn't matter what is your class. It doesn't matter unaishi kwa nyumba ya makaratasi. Mimi wakati nilikuwa chokora pale Dandora kwa dumping site, watu wengi walikuja, wengine walinidharau, wengine wakanipatia value. Saa hizi wengine nakutanaga na wao, bado wako wale walikuwa natupiga, wale walikuwa natuitia mapolisi, bado wako hapo Kenyago wakiuza metura na miguu ya miguu ya ng'ombe na miguu ya busi na matubo ya busi. Hapo walikuwa natuitia polisi, maana wao ndio siku hiyo walikuwa wanatawala Dandora. Walikuwa nasema sisi ni wakora. Juzi nilienda hapo nikasimamisha gari, nikamwambia nipatie mhubiri ya busi ile ya kuchamshwa. Akikuja kuleta akauliza, "Haya, mwanana kari we?" Nikamwambia ni mimi yule ulikuwa unatufukuza. Nimekuja kutembelea machokora wenzangu. Akaniambia, "Gai, si umekuwa mkubwa?" Nikamwambia sijakuwa mkubwa. Aliye mkubwa ni yule aliye ndani yangu. Aliye mkubwa ni yule aliye ndani yangu. Ndio amenivisha, ndio amenibadilishia. Hata mavazi unaona navaa sio yangu, bali ni yeye alinipatia. Kule naishi sio kwangu, bali ni kwake. Kile ambacho nakula sio changu, bali ni chake. Basi kwa hivyo mimi si mkubwa, bado aliye ndani yangu ni mkubwa. Nikamwambia, hii kazi yako yote hii stoko ya leo ni pesa gapi? Akaniambia ni shilingi 3,000. Nikamwambia nimekupatia shilingi 3,000, patia watu wote wako hapa wakule. Nikampatia. Kisha nikamwambia shika hii 30,000 uongezee stoko. Huyo mzee alikuwa ameambia Friends Code wakuja wanipige risasi, maana mimi ndio nilikuwa nasaidia waizi kuweka bunduki kule. Yes, it is true. Mimi ndio nilikuwa naelekea wano na rasta bunduki pale huko kwa hiyo dumping site. Nilikuwa naweka bunduki mingi, si moja, si mbili, nilikuwa naweka bunduki 200 ama 300. Ndio nilikuwa nafanya hivyo. Lakini wewe mzuri, ulienda wapi? Mimi mubaya, angalia kule nimeenda. Wewe ulitaka mimi nikufe,
alinitia flying squad. Flying squad wakanipiga risasi hapa. Ikapita ikatokea pande hii. Nikajifanya nimeanguka, nikaingia kwa makaratasi. Wakasema nimekufa, lakini nilifufuka. Nilitoka huko, nikaenda nikatibiwa. Maana tulikuwa na daktari wetu wa kututoa marisasi. Sikukufa. Sasa ndio huyo mimi nahubiri. Lakini bado natafuta Mungu. Bado I'm looking for this God. Sijafika. Niko mbali. Na wabiaga saizi wokovu yangu imefika 8%. 8. Bado 92. Bado 92. Bado natafuta kuokoka. Sijaokoka nikafika. Mimi sikai kama nyinyi. Mimi ni tutainyiwe. Mimi si kama nyinyi. Nyinyi mumeokoka mnakaaga biguni. Yes. Nyinyi inywe dhiagai. Bado acha nitafute Mungu. Nyinyi edageni. Mkifika mwambie Mungu anakuja. Tumemwacha huko nyuma anakuja. Mimi niko 8. Na brother, usitishiwe na wokovu wa mtu ati huyu mama kwa sababu amevaa hivi ati ameokoka na bado hujawacha bangi. Usijali, endelea kuvuta bagi, ukiendelea kuomba Mungu bagi itoke. Bwana asifiwe sana. Kama unakunywa kamuratina, kakunywe tu ukiendelea kuambia Mungu nisaidie nitoke hapa. Maana tulikuwa wabaya, tulikuwa watu wachafu, tulikuwa tumepangiwa kuuliwa, maana hatukuwa tunastahili. Lakini kumbe Mungu ako na mpango ya kila mtu. Mungu, wewe ulikuwa unajua siku hii ya leo utakuwa hapa? Haukuwa unajua. Ulikuwa unajua siku hii utakuwa hapa? Ulikuwa unajua siku hii utakuwa hapa? Bado Mungu huyu anakupenda. Haijalishi hata kama umewachwa, hata kama umetegwa, hata kama unasemaga wewe ni mkora. Kaa wewe ni mkora, mwambie mimi ni mkora wa Yesu. Yesu hakutumwa kwa watu wazuri, alitumwa kwa watu wabaya ndio awabadilishe. Wale wazuri nendeni mkakae kwa hiyo boma mlipelekwa na Yesu. Mkae huko. Sisi watu wabaya tuendelee kutafuta Mungu. Na usifukie Mungu, usiseme mimi niko 100%. Nobody is 100%. Nobody. Na Kenya hii na dunia hii, kama kuna mwokovu ameokoka zaidi, ako na 10%. 10. Yule highest. Yule high. Baka biguni akisimama hivi biguni inatetemeka kidogo. Ako 10%. Sisi wengine sisi wote tuko 6. Mimi nimepada niko 8% wokovu. Sasa dhi mukauge. Mudosho hati muhonoku. Nura kwelete de muhonoku. Did I tell you? Mimi nilikwambia nimeokoka. Nilikwambia mimi nasavu Mungu. Mimi sikukwambia mambo ya wokovu yangu. I am a servant of God. Mimi nimetumwa na Mungu na mimi ni commander. I'm not your pastor. Mapasta ndio wanaokoka 100%. Mimi si pastor. Mimi ni commander. Sema commander. Na nimekuja kupigana na mapepo na magufu za shida na shetani na Lucifer na kila kitu. Pigana nazo. Live within your means. Kaa where God has helped you to be. Live within that mean. Live with that compound. Hiyo compound Mungu amekuweka. Kaa hapo. Furahishia Mungu kwa hiyo compound. Hapo Mungu ukimfurahisha atakutoa kwa hiyo compound, akupeleke kwenye compound nyingine, akutoe kwenye hii, akupeleke nyingine. Mimi ni wakati nilikuwa nimehukumiwa, nikienda kunyogwa siku hiyo asubuhi. Kale kamzee kanaitagwa Jogona, wale wameenda Kamiti wanakajua kamzee kanaitwa Jogona. Kakakuja kakaniambia, "Waraige. Kesho ndio msema kweli." Nikamwambia ubwa hii sikufi. Itana ubwa, tutakutana kwa mashini ukiita ubwa. Utajua ubwa ni kubwa. Nikamwambia takataka, "Na usiongee, kwenda sikufi, wewe ndio utakufa." Kakaeda. Tutaonana kesho saa 2. Na kakaeda. Kesho saa 2. Kakaamka kaniambia, "Waraige, nilikwambiaje? Saa 2 ndio hiyo. Jitayarishe. Umepiga ripoti, umepiga bae kwa kila mtu." Nikamwambia takataka hii. Nikamwambia hebu kuja tuongee kidogo, lakini alipokuja nilimunyanyua kofi. Mpaka kaachilia machokojo. Nilikuwa najua hata wakinipiga sinakufa tu. Hata wakinipiga hakuna kifugo kingine, si nitakufa tu. Lakini sinikufe na mtu. Kufa makaga, kufa dereva. Kajamaa kalienda juu, kakapiga mashini haraka. Kakafanya mistake.
venye badala kaseti venye nafaa kusetiwa kakafanya mistake. Ni kwa sababu ya hasira. Kanataka ninyogwe kakiniangalia hivi. Hata ile kitu ya kuvalishwa hivi mtu asiyejione. Siku akakoniweka kaliniambia ninakukaraga kafu. Mimi nikapandishwa. Nikamuuliza iko bigasi. Nikapada pale kamiti Kodemu, ward inaitwa Kodemu hapo. Na kupada haraka. Kwenda pale juu na kuambia sasa fanya kazi. Fanya kazi. Kalifanya mistake, kakaweka machuma vibaya kwa sababu ya hasira. Watachanganyikiwa. Watakapokuwa wakitaka kukumaliza, watachanganyikiwa. Kamzee kalichanganyikiwa. Nikazimama hapo. Wakaeka ile kitu kamba. Mashini ile inaekagwa ni mabati na kaa hivi. Sasa inaendaga hivi na ndani, una slide, unaingia hivi kamba inakushika. Mashini wakati aliweka on ikakataa kuguruma. Uko ndani maana aliseti mashini vibaya, ikalia ikazima. Na mashini ikikataa kukunyonga. Na mashini ikikataa kufanya kazi, kifungo yako imeisha. Unatoka. Mwambie mwenzako, mashini ya shetani, mipango waliokupangia watakumaliza, hata wataweza. Maana hasira hiyo waliokuwa nayo, hiyo hasira wameamua nayo saa hii. Hiyo hasira Mungu atawaweka mahasira, maana mipango yao imekosa kufanyikiwa. Maana venye walikuwa wamekupangia because inside them wako na mambo ya chukizo. Yule mwanamke akasema, Bwana, naona bila shaka wewe ni nabii. 2020 baba zetu waliabudu kwenye milima huu, lakini nyinyi Wayahudi mnasema ni lazima tukaabudu huko Yerusalemu. 21 Yesu akamjibu mwanamke, niamini, wakati unakuja ambapo hamtamwabudu, wakati utakuja wakati hamtamwabudu Baba katika mlima huu wala huko Yerusalemu. Ya maana kila kitu 22, kila kitu kilichopangika katika maisha yako kitapanguliwa, kitabadilishwa. Yesu akamwambia, kuna wakati, sikatai umekuwa ukiabudu hapa, sikatai mmekuwa hapa, sikatai hii ndio imani yenu, sikatai hii ndio mipango, sikatai hili ni lenu, lakini from today I want to tell you, wakati utakuja, wakati hamtakuwa mkikumbushwa maneno ya kule nyuma, bali mtafanya maneno mpya, maana mtafanyika wapya. Songs of Solomon 8:6-7. Songs of Solomon 8 verse 6-7. Bwana asifiwe sana. Muguze huyo mwaka karibu na wewe. Muguze hivi. Muguze. Abu, muguze. Mwambie guza kaika guo kako. Mwambie aguze kaguo. Na wewe guza kake. Umwambie naona hii kaguo nimevaa. Ndio kaguo kamevaliwa na Lejo Ruto. Halo. Mwambie mwenzako anaenda kubarikiwa. Nimesikia kuna baraka imekuja. Nasikia kuna baraka inakuja. Nasikia kuna milango imefunguliwa. Mafarisayo wakasikia. Hii ni Song of Solomon. Na huyu na yeye. Songs of Solomon verse 8. Chapter number 8 6-7. Nyimbo za Sulemani. Inaonekana ni kama tusome tu
chapter, simumwambie basi, ama wamelala, ama alishikwa na roho. Najua ni Muluya, anaweza kuwa ameshikwa roho amba shuka roho shuka amba shuka. Haleluya. Si wananifurahishanga. Leo tunaenda Kiluya, si ndio? Kule kwa kiwanja. Leo tunaenda Kiluya na Kikamba. Niliona mtu mpaka ameshika mguu hivi. Kwata kawaya, kwata. Wewe mnakuwa na mastailo. Ni nini? Mashini imehang. Ni wao wamehang, sio mashini. Bwana asifiwe sana. Tumtafute Mungu kwa njia ya upendo. Na usijidharau kwa njia yote ile. Unastahili. Mimi wakati nilikuwa chokora, siku moja nimebeba gunia. Na glue ilikuwa, kwa sababu glue inakaaga kwa mdomo. Nikipanda pale Grogon, sio Grogon, pale chini makaburi pale. Tukiokota tuchuma twakwenda kuuza. Kuna jamaa mmoja alinipiga teke. Maana nilichukua kachuma na haka kachuma hakuwa amemaliza nako. Lakini mimi niliona ni kama kachupa. Niende nikapime ndio niuze nipate chakula. Jamaa alininyanyua teke yana huko nyuma mpaka niliinuka juu. Mahali nilienda kuanguka hivi, niliona dunia imepasuka mara mbili. Miaka mingi baadaye nilipeleka gari yangu ikatengenezwe huko. Yule mtu tulikutana na yeye ni huyo mtu mwenye alinipiga teke. Alikuwa ananiambia, sababu nilikuwa nimeenda ku exchange oil, alikuwa ananiomba hiyo oil itatolewa nimpatie. Nikamuuliza, oil unapeleka wapi? Akaniambia tunaiendanga tunaitumia sijui ni kwa nini. Nikamwangalia nikamuuliza, unanikumbuka? Akaniambia sikukumbuki, lakini naona ukikaa familia. Nikamuuliza, unakumbuka siku moja tukiwa pale juu karibu na Petro ya Toto, kuna kijana alikuwa chokora mwenye ulinyanyua teke akainuka juu? Akaniambia, kai ni wewe. Nikamwambia, si mimi, ni yule aliye ndani yangu. Siku utajifundisha kusema si mimi, ni yule aliye ndani yako, baraka za Mungu zitashuka. Baraka za Mungu zitashuka. Utabadilishiwa maisha. Nitie kama muhuri moyoni mwako. Mwambie Mungu akutie kama muhuri moyoni mwake, kama muhuri juu ya mkono wako. Kwa maana upendo una nguvu kama mauti, na wivu ni mkali kama ahera. Mwako weka ni mwako wa moto, na miali yake ni miali ya Yahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wivu ni kama nini? Mauti. Lakini upendo wa Mungu ni kama, upendo wa Mungu ni nini? Nitie, tusome pamoja. Nitie kama muhuri moyoni mwako. Upendo wa Mungu ni kama kifo. Akikupenda amekupenda. It doesn't matter who hates you. It doesn't matter who is against you. Kama amekupenda, venye kifo ikikuja imekubeba. Hata kama ulikuwa unapendwa, ulikuwa kiongozi, ulikuwa kwenye mamlaka, ulikuwa mtu ambaye watu wanasema bila huyu hii kampuni iwezi kuendelea mbele. Anasema ni kama mauti ikikukamata. Upendo wa Mungu. Mungu akisema from today your life will change, nobody can stop it. Upendo wa Mungu
ukikuwa juu yako. Anasema nitie kama muhuri moyoni mwako, yani niweke rubber stamp. Mimi unifanye rubber stamp kwenye moyo mwako, uniweke huko, nikae ndani ya moyo wako kama muhuri juu ya mkono wako, ati ukipita unaonekana, hakuna mtu anaweza kuufuta. It is a prayer of Solomon. Anaomba, omba Mungu akutie kama muhuri. Mungu akutie kama kitu ambacho, chombo ambacho hata kiacha samani, kitu ambacho hata kutenga, hata jalishwa na mipaka watu watakao kuwekea, hata jalishwa na madharau watu watakufanyia, hata jalishwa na vitu ambavyo watu watakusemea, maneno ambayo watasema juu yako haitajalisha, bali Mungu ako na mpango mzuri kwako. Huyu Mungu ako na nia nzuri kwako. Huyu Mungu anakupenda. Tusimame kwa miguu yetu. Tushike sadaka zetu kwa mikono. Barabara zote zinaelekea Baba Dogo. Kwa hivyo hatutakuwa na ibada ya jioni, tuweze kuteremka moja kwa moja kwenye uwanja. Leo nataka tumalize mapema praise and worship. Mkimaliza tu hivi sitaki kuwaona hapa. Wahusika wote, wahudumu wote tuteremke, hata wazee wote tuteremke. Ama amjui Baba Dogo? Amjui? Nyinyi hamwezi jua. Mnaweza jua Baba Dogo kweli? Asante Baba yetu wa mbinguni. Wewe ni Mungu mwema. Lakini pia wale ambao watasafiri mjiandikishe. Na siku ya Alhamisi tutatoka mapema sababu tunaenda ni mbali kidogo. Tutatoka saa 12 kwa sababu sisi ndio tutakuwa tukiongoza ibada zote, na kukipatikana watu ambao wanataka kuteremka siku ya Jumatano na siku ya Jumanne ni vizuri. Kuna watu huko, kuna watu mtasaidiana. Twende tufanye maobolezi huko tukiangalia maneno. Maana nilikuta watu wengi kule waliniambia tukimaliza mazishi kuja tufungulie kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu wanasema wananionaga tu kwa TV na walifurahia sana. Kwa hivyo tutaenda mapema. Jiandikishe na nisikose hata mmoja huko. Yes. Shikeni sadaka zenu, nataka kuziombea. Baba, katika jina la Yesu Kristo, utukufu ni wako. Asante kwa mafundisho mazuri umetufundisha. Asante kwa miongozo yako mizuri na moyo wa kupenda. Love leads. Tupatie moyo huu tukaweze kuongozeka katika njia zako. Tukapate kibali katika njia zako. Tukapate ushindi katika njia zako. Wewe tu unastahili kuabudiwa. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Umeketi kwenye kiti chako cha enzi hapa duniani, umekanyagisha nyayo zako. Ninakuomba kwa ajili ya watoto hawa ambao wako hapa siku hii ya leo, ukawabariki. Waliookoka jana, waliokuja kwenye nyumba yako jana, Baba, nipatie tu nguvu nikaweze kuwa msaada kwao. Na nikaweze kuwabadilisha jinsi nilipata mtu ambaye alinibadilisha maisha yangu wakati nilikuwa kama wao. Ninakuomba tu umpatie neema na vibali, na wao pia wasaidie kukaa chini wakapate mafundisho yao. Wapate walimu, wasikutane na watu watapeli. Wasikutane na watu wakora ambao wanakujanga kuharibu tu nyoyo ambazo zimekuja kwako. Baba, na waweka chini ya ulinzi wako. Na waweka chini ya mafundisho yako. Ninawaweka nyumba hii yote chini ya mamlaka yako, ukawabariki. Sadaka ambazo tunazitoa sasa, ninakuomba tu Jehova, zikamilishe, zikuwe kamili kwa ajili ya ibada yako. Uwasaidie na wabariki watakao toa fungu zao za 10 na malimbuko na zaka za kwanza, ukazibariki Baba. Sadaka za kujitolea, sadaka za hiari zote ukazikubali mbele zako. Sadaka za kuteketeza ukazikubali mbele yako. Ukawafungulie milango na madirisha wapate kujua wewe ni Mungu. In Jesus name we pray. So as worship, we worship. Leteni hapa mbele, wekelea tu hapa. Kila mtu, whatever you have, hata kama ni shilingi 1, uifanye ikuwe sadaka ya kuteketeza, sadaka ya hiari. Lete tu hapa mbele.
wekelea tu hapo mbele. Wale wako pande hii, weka pande hii, wekeleeni hapa, wekeleeni hapa. Wale wako upande huu mwingine, wekeleeni hapa, wekelea tu hapo. Na uambie Mungu, umwambie hakika Mungu nakupenda, hakika niongoze. Moyo wangu wakupenda, wewe wajua. Nafsi yangu ya kuinua, tazama. Moyo wangu wakupenda, wewe wajua. Nafsi yangu ya kuinua, tazama. Sema umeiweza, umeiweza roho yangu. Yesu umeiweza. Umeniweza Yesu, roho yangu. Yesu umeiweza.